Bwana, asalamu alaykum. Waalaikum salaam bwana. Vipi bwana? Safi. Kwanza nashukuru sana kukutana na wewe. Kwa sababu huu mguu nilikuwa natoka hapa naenda kwa Ovyo kwenda kuzungumza naye na mkewe. Inaposemekana yeye pamoja na Beka wapo katika ugomvi mkubwa sana. Inafikia hatua sasa hivi ile ndoa zao zinaingia katika matatizo, wataachana na wake zao. Sasa nikasema bora nilivyokuona wewe kama mkuu mwenzangu, tuungane tuangalie ili jambo tunaliweka sawa kivipi. Ni kweli, kwa sababu hayo masuala mimi mwenyewe nimekuwa nikiasikia juu yalianza kama mzaha. Vitu vya udoho, udafi. Lakini imefikia hatua jambo limekuwa kubwa, limeingia katika masuala ya kifamilia. Tusipolipigania hili litakuja kuleta madhara makubwa, alafu tutachekwa sisi. Sawa. Mimi nasemaje? Kwa sababu wewe pia na kwako ni hilo, mimi naona kwamba haina haja ya mimi kumfuata bwana Ovyo kuongea pamoja na mke wake kuweka sawa. Wewe kumfuata Beka pamoja na mke wake kuzungumza nao. Kwa hiyo kikubwa tufanye fruit mchanganyiko wote wa pamoja, exclusive, tuweke sawa. Tumchukue bwana Beka na mke wake na bwana Ovyo na mke wake, tukae nao pamoja, alafu tuwaweke kitimoto. La haula, kitimoto? Na imani yangu na kitimoto. Si kikao sio kitimoto hicho anachosema yeye paachia. Kitimoto. Kikao cha moto. Tunawazungumzia maneno ya busara. Usiniambia kitimoto bwana, unaniambiaje kitimoto? Mimi na mambo kitimoto wapi na wapi bwana? Bwana, huyu mambo na sio muelewa huyu. Tunaenda kwa maneno ya busara. Maneno ya busara na kitimoto cha nini sasa? Tunakaa nao, tunazungumza nao chini. Wewe unatoa maneno yako na mimi natoa maneno yangu bwana. Kwani tusije kuelewana kila siku? Sasa tuchukue moto tukae katika moto kwa ajili ya mambo yao tuungue. Tunakaa nao, tunawaambia maneno ya busara, tunawanyoosha katika mstari. Sasa ndio useme maneno ya busara, unaanza kuniambia kitimoto. Mimi na mambo ya kitimoto wapi na wapi bwana? Sasa wewe mbona sio muelewa lakini? Wewe ndio ushanielewa tayari? Hapo nimekuelewa. Sasa kama umenielewa tulia basi. Basi fuatilia maisha yako. Bwana, wewe vipi bwana? Wewe bwana vipi bwana? Wewe ndio vipi bwana? Saa ngapi sasa? Leo au? Tukubaliane. Leo? Muda wote tu. Basi sawa, weka zungumza na mtu wako. Yaani hapa wewe cha kukifanya mimi ngoja niende kule, tunakutania wapi? Tutaambizana. Mimi nilikuwa na wazo kidogo. Ndio. Kwa nini ile jambo tusilipiliki katika uwanja? Tuchukue na muziki kama tunaonyesha zile filamu za Angels zile tuweke na muziki pale pamoja na maspika, tunawasemea live, kila mtu anaelewa. Bwana, ni hivi. Wale matatizo yao ni ya kimahusiano. Matatizo ya kimahusiano labda hapa tuwachukue, tuwapeleke katika hoteli, kama sio hoteli ni lodge nzuri au guest. Tunawasuluhisha vizuri. Baada ya masuluhisho na kila kitu, kila mtu anaondoka na mke wake. Mimi naondoka na wewe. Acha ufala. Bwana. Acha ujinga wako. Bye bwana. Unaondokaje na mimi sasa? Sisi wawili mbele yenu hapa ni wakubwa kupita nyinyi. Tumeacha shughuli zetu kwa ajili ya kutatua huu mlolongo. Bwana Beka huko hapa, bwana Ovyo huko hapa, lakini katikati yenu kuna mtu anaitwa Mandondo. Huyu Mandondo amekuwa akitajwa sana kuhusiana na mgogoro wenu. Bwana Ovyo unamshutumu Beka amekwenda kuzungumza kuhusiana na kimada chako. Na kwa hasira zaidi, wewe ukatoka ukaenda kwa bwana Beka tena ukazungumza kwa mkewe kuhusiana na kimada chake. Kwa hiyo ukatengeneza shoti ambayo hii shoti kama ikilipuka inaleta extremative kubwa ambayo everybody part of your family they are dead. Sasa ili tuweze kutatua huu mgogoro, huyu Mandondo ndo ambaye alikuwa mnamtaja sana. Kwa hiyo Mandondo tuko naye hapa, na wewe bwana Beka ulikuwa umesema umetoka hapa umeenda kwa Mandondo kwa ajili ya visiting, na baadaye ukirudi utarudi na gifting for your wife. Sasa Mandondo yuko hapa, tuelezee bwana mkubwa huko kwako alivyokuja na how tatizo limetokea. Ndugu zangu, mimi nataka kusema ukweli. Na siku zote msema ukweli mpenzi wa Mungu. Huyu ndugu nyumbani kwangu hakuweza kufika. Bwana. Na siku ambayo aliondoka kutoka kijijini hapa, nimesikia mimi niliingia kijijini hapa. Penda sikukutosika. Nipite mimi. Unajua mpenzi wangu nakupenda sana. Kuliko mie. Maana nikikuangalia shutu unawaka, unamemeseka kama karabai, mashallah.
Wakubwa na faidi, watoto wachezea baridi maskini. Labda bwana baby, nakupenda pia. Beka. Najua mie hii nusu robo serusi. Yeah. Mimi sishibi. Kwa hiyo nataka kuachana nayo. Beka. Natakaje? Nataka tupange hapa ili mie nikamwage mke wangu nipate siku 2 ama 3. Ili nikizipata siku 2 au 3 naamini nitatulia kidogo. Nitakula nitashiba. Lakini angalia utajipanga vipi na wewe kule umeoa. Sikiliza. Mie ndo nimeoa. Mahali nimetoa mie na mie ndo nimemtafuta mke yule. Sio yeye kanitafuta mie. Mie ndo nimemtafuta. Kwa hiyo mie nina uwezo wa kupata muda time yoyote, saa yoyote. Kinachotakiwa mimi tu kupanga muda wangu, kutoa taarifa mapema ili mambo yaende Beka. Midamu umeamua bwana ovyo. Mimi siwezi kukataza. Lakini angalia uko mbele asije katokea mabaya zaidi. Baby. Yes baby. Nakuomba leo jioni jiandae. Tena ukienda nyumbani uage siku 2 hadi 3. Usijali baby. Unajua mimi nakupenda sana. Nalijua hiyo. Kwa hiyo mimi hapa nipo kwa sababu yako. Usijali. Nataka nikienda na safari yetu basi naamini kila kitu kiende kwenye mstari. Nataka nile nishibe mpaka nikinai. Maana zamani walikuwa wanasema mtoto mdogo anashiba sana. Mpakueni wewe. Kwa hiyo nataka nile mpaka nipakuliwe. Alikuwa unasemaje bwana Beka? Angalia shibe. Usijali. Kwa hilo haina shida sana. Na sisi tupata nafasi kubwa kama hiyo lini tukaenjoy. Dogo silipe mwanya likaja kukutatiza. Ndio kwanza tunaanza sie. Au anapupa. Na ukila venye pupa matokeo yake mwiba utakukwama. Ndio kwanza sisi alif ndio mwanzo wa mapenzi. Baina mimi na wewe. Ndio maana tumependana mashallah. Basi ufanye wepesi, iwe karibu. Poa, hilo si hofu mpenzi. Mimi nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu, lakini tuende kidogo kidogo. Sasa Beka, maana leo hii ni siku maalum. Kwa hiyo mimi naomba hapa tuachane ili mimi nikajiandae na mtoko na bebe akajiandae na mtoko ili mambo yote yaende kama tulivyopanga. Au uko unasemaje? Bwana ovyo la msingi ni kukusitiliza. Angalia kunipoelekea. Pasije pokawa pabaya zaidi kuliko hapa ulipo. Maana unaweza kuona hapa unapunjika kumbe kunipokwenda huko unakosa kabisa. Bwana we. Hata ikichuma kikiweka ndani nitakuwa bado sijaribu. Lilalo naliwe. Ninaona leo niondoke mapema ili mimi nikajiandae, na wewe ukajiandae ili mambo yote yaende. Usijali baby. Kama nilivyokuambia nipo kwa ajili yako. Kwa muda wote niko tayari. Bwana Beka. Mimi safari yangu bado nimezamilia. Kwa hiyo kama safari yangu nimezamilia, ninachokiomba kutoka kwako, nahitaji usiri ndani ya jambo hili. Au wewe ulikuwa unasemaje bwana Beka? Bwana ovyo. Kwangu mimi ondoa shaka. Ondoa wasiwasi. Mimi na wewe tumevumiliana mangapi? Tumefichiana mangapi? Leo liwe kwa hili tu. Kwangu mimi ondoa shaka. Wala usiwe na hofu ndugu yangu. Unajua ili jambo tumelipanga zaidi ya mimi na wewe. Kwa hiyo ninachokiomba kutoka kwako, na ninakusisitiza tena mara ya pili, ninachokihitaji kutoka kwako ni usiri, kwa sababu tumepanga baina ya wewe na mimi. Hakuna mtu analijua swala hili. Sasa mimi nitakuja kushangaa au nitakuja kuona ajabu kesho na kesho kutwa ili swala liwe limevuja hapa mtaani.
mke wangu apate taarifa. Naamini kama ikiwa kama ni hivyo bwana Beka, mimi na wewe hata sijui kitachotokea kitu gani. Bwana, hilo mimi siwezi kuchukua hatua eti nitoke huku mpaka kwa mke wako kwa kwenda kushughulikia swala kama hilo. Cha msingi wewe swala hili litengeneze mwenyewe. Wewe ndio mtengenezaji. Sasa kama umejipanga kulitengeneza huko lishakuwa shwari, huko utipokwenda, hali yako huko ndani itakuwa vizuri. Lakini alahala lipange wewe mwenyewe. Wewe na mimi tumetoka mbali. Mangapi tumetendeana? Mangapi tumefichiana? Leo lije kwa hili? Dogo silipe mwanya bwana wewe. Nisikilize nikwambia kitu kimoja. Mimi wewe nakujua rafiki yangu siku nyingi. Na wewe akili zako mara yes, mara no. Lakini kwenye hili, hizo akili zako ziambie. Kila time ili swali nitakuwa liwe yes, lisiwe no. Nadhani umenielewa hapo. Mimi nimekuelewa. Cha kukuuliza, kwani kuna matarajio kwenda kukaa siku ngapi? Mimi huko siku 2 ama 3. Na nitakuwa nimesharudi. Na katika harakati zetu tulizozipanga zote zipo vile vile. Labda kimoja. Kwa sababu nitakomea hapa, sipo tutakuwa tuonane, labda ni hilo. Lakini masuala yalobakia yote yapo vile vile kama yalivyopangwa. Kama hapo umejipanga, mimi sina kikwazo ndugu yangu. Wewe rafiki yangu, ndugu wa damu. Yaani ule urafiki mpaka umekuwa ndugu. Umeona? Sasa sitoweza eti kukuingilia katika majukumu yako ambayo unapenda wewe mwenyewe ndugu yangu au rafiki yangu. Hilo umelipanga mwenyewe na aendelea nalo. Cha msingi chunga sana. Umeona? Jitahidi mawasiliano yawepo. Mawasiliano ndo kila kitu kwa baina mimi na wewe. Au vipi? Na wewe chunga sana ulimi wako. Poa. Ovyo. Mmangu begi ile hapa. Okay, mke wangu. Yali. Na mke wangu. Leti maneno. Sema mmangu ukienda huko usichelewe. Sijali mke wangu. Huko mie siendi kuchelewa na nini. Siku 3 tu ama 2 mimi naweza nikarudi. Basi sawa mmangu. Ila mwambie shemeji Mandondo sisahau kunifungia zawadi. Si unajua kule zawadi kibao kuna misamaki, kuna dagaa. Usijali wewe tena bwana Mandondo, nikimpa taarifa hiyo, hapa itakuja mifurushi. Ila si unajua mimi mumeo sipendi kubeba mizigo. Huku nimeshika, hapana, sijatokea bara mimi. Kwa hiyo mke wangu, kwenye hilo business tunaenda kuifanya, wewe usiwe na wasiwasi. Mungu akijalia mambo ya kitiki, yakienda kama tulivyopanga, tukija hapa tunatoka miti, tunatoa jengo hapa na kutengenezea kwa viferemu huko barabarani alau hata 3, na wewe ukitoka mke wangu, yupo wapi? Yupo ofisi, leo unakuwa na ofisi. Mwanamke ofisi bwana. Au unasemaje mke wangu? Sawa mwanangu. Haya, basi mimi acha niende mke wangu. Sawa. Oya mkuage. Jamani. Na wewe. Haya mke wangu. Mwanangu. Mke wangu. Ndio mwanangu. Nakupenda. Ndio maana mimi pia nakupenda. Haya, nakwenda lakini. Haya, bye. Bye. Nakumpenda mume wangu. Yaani na mahaba naye mazito. Yesu kanipa limbwata mwanaume. Yes. Sasa kazi kwangu ni kubonjoa tu, hakuna kingine.
Chimbangu hilo. Mambo vipi? Mbona kuona umepoa poa kama unaumwa? Wala si umwa. Ila Hivi shemeji, yeah. Naomba kwanza kuuliza swali. Beshi. Hivi unajua kama rafiki yako amesafiri? Ya, rafiki yangu nafahamu kwamba amesafiri. Ameshaniaga kwamba anakwenda kwa rafiki yetu Mandondo huko. Atakaa kama kwa muda siku 3 hivi. Umeona? Lakini sasa nampigia hata kwenye simu yake hapatikani. Wewe si unaweza unampata? Ameenda kwa Mandondo. Hivi shemu, wewe ndio kunifanyia mimi unafiki? Wa kunifanyia unafiki mimi? Upi tena shemu wangu? Unajua fika rafiki yako yupo kwa mwanamke na siku ya 3. Yupo na mwanamke ndani. Unaniambia ameenda kwa Mandondo? Uoni haya? Shemeji, mtoto mweupe kama wewe, mtoto mbololo, mtoto ukipita unavutia, rangi yako safi kabisa. Tatizo lipo wapi? Akuache hapa bado akachukua kisoswali kingine? Kweli kama hilo linawezekana? Hata mimi nitamuona kama jina lake toto kwa ovyo mtupu. Hilo jambo ni zito sana shemeji yangu. Ama kweli ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Shemeji, nilikuamini, nikakuthamini na nikakupenda pia. Leo kunifanya mimi unafiki? Mimi nilikuchukua kama rafiki wa mume wangu. Kwa nini unakuwa hivi? Shemeji, wewe shemeji siri hiyo atakupa nani au kakupa nani? Mbona mimi silifahamu hilo na yule mimi ndo rafiki yangu? Leo yule atoka aende kwa mwanamke mwingine akuache wewe nyumbani. Alafu vile vile anisaliti hata mimi asiniambie. Kweli inawezekana hilo? Mimi hilo nalikataa. Nakwambiaje? Rafiki yako yuko na mwanamke. Si unanielewa? Narudia tena. Rafiki yako yuko na mwanamke. Ama kweli, alosema mashemeji wa nafiki hakukosea. Wewe ni mnafiki. Zaba mke wangu. Kwema. Mke wangu. Safari imekuwa nzuri zaidi ya uzuri. Kusema ule kweli mke wangu. Bwana Mandondo. We acha. Mandondo Mungu amjalie. Mungu ambariki ule kijana. Ana mipango, yani mipango yake sijapata kuona bwana Mandondo. Mandondo ni mtu mmoja mkarimu, mstaarabu, anapenda watu na anapenda watu waendelee. Ukisikia kusaidiana ndo kama kule na bwana Mandondo. Mandondo mke wangu amenisaidia pakubwa kabisa hivi ninavyokuambia. Ule mpango wetu ule nilokuambia mke wangu kuna dili naenda kupiga la bwana Mandondo. Likitiki huko. Hapa tunapromosha bonge la jumba. Lile dili limetiki kwa hiyo mke wangu hivi ninavyoongea. Baada ya mwezi mmoja mbele na kutolea frame zako 3 hapo na wewe nakupakia ofisi chako unachotaka kufanya mkao, ukitaka kuweka kisaluni, ukitaka kuuza vijuisi, vichipsi, yani wewe tu tena hapo mke wangu. Kwa hiyo mke wangu bwana Mandondo ni mtu zaidi ya watu. Na ile zawadi yako kutoka bwana Mandondo, hii hapa mke wangu. Zawadi yako kutoka. Angalia mwenyewe mke wangu. Wewe tena na Mandondo. Safi kabisa bwana Mandondo. Hivi wewe ovyo. Unanifanya mimi ni mtoto mdogo sana, si ndio? Kwa nini tena mke wangu? Ovyo. Umetoka hapa, umeenda unaenda kwa Mandondo, kumbe umeenda kwa mwanamke siku 3. Unaenda kulala mwanamke nje siku 3 ovyo. Hapana mke wangu. Sio kweli mke wangu. We! Tena kimya. Ovyo. Wewe kunisaliti mimi? Ovyo. Ni kitu gani usikipata kwangu mume wangu? Unahangaika na wanawake nje wa nini? Wakati mimi mkeo nipo. Mbona unakuwa mnafiki sana mapenzi yetu wewe? Kumbuka ahadi zako ulizoniwekea kwangu kwamba hautonisaliti. Leo sasa tunatokea wapi ovyo? Mbona mimi nakupenda mume wangu? Kwa nini unakuwa hivyo? Ovyo. Kimya. Na nina uhakika 100% kwamba wewe haukwenda kwa Mandondo, ulikuwa na mwanamke. Sio kweli. Wewe usinifanye mimi ni mtoto.
Naelewa kila kitu. Kila kitu. Hauna utakachonificha. Kila kitu nakijua. Muone uso wake ulivyomshuka haya vile. Ha! Kwani unakuwa hivyo ovyo? Na sikiza nikwambie. Tena unisikize kwa umakini Bakari. Nani aliyetoka kwenda kumpa siri ile mke wangu? Ile siri tumeongea baina ya mimi na wewe pamoja na wale wasichana wawili. Mimi na mpenzi wangu na wewe na mwanamke wako. Naamini wale wanawake hawataweza kumwambia siri ya mke wangu. Na kwanza hata hawamjui. Na mimi binafsi sitaweza kutoka kwenda kumwambia hilo mke wangu kwamba mimi natoka naenda kwa mwanamke wa nje. Wewe Bakari ndio uliotoka kwenda kumwambia mke wangu. Bakari, naomba unisikilize. Tena unisikilize kwa makini. Hivi ninavyoongea na wewe, kwangu mimi kumewaka. Kumewaka. Hakuna maelewano na mke wangu. Sasa nakuambia, likitokea baya, Beka, nitakuhusi. Ovyo, naomba unisikize kwa makini. Mimi na wewe tumekula viapo. Hakuna mtu wote atakayevujisha siri hii. Leo iweje mimi nitoke nikavujisha siri hii kwa mkeo? Hivi unanifikiriaje? Nakumbuka kwamba wewe ulivyoondoka, mimi nimejaribu kukutafuta kwenye simu, nimekupigia kwa haupatikani. Na mimi nimekutana na mkeo. Ameniuliza nikamwambia shemeji, mimi mwenyewe sifahamu, najua kwamba yeye amekwenda kwa Mandondo, lakini habari ya mwanamke mimi sinayo. Leo hii unakuja kuniambia mimi nimetoka nimeenda kumwambia mkeo? Kwani maneno hayo mimi anaweza kaniingia? Sikiliza Bakari. Usinione mimi bwagenazi, macho matatu kuona sioni. Haiwezekani mimi kutoka kwenda kwa mwanamke alafu mimi nikawa hewani, kitu ambacho hakitowezekana. Nisikize kwa umakini. Tena unielewe. Omba sana nielewane na mke wangu. Kama sijaelewana na mke wangu, na kuahidi upite juu nipite chini. Lakini tukikutana ndani ya mgongo wa ardhi, nitakufanyia jambo hautoweza kunisahau. Ama zako ama zangu. Upite juu nipite chini. Lakini kama tutakutana ardhini, nitakufanyia jambo hautonisahau. Dada, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Maana kila nikikaa sasa hivi hatuelewani kabisa na Ovyo. Ukiangalia tokea udogo wetu mpaka sasa hivi utu uzima huu tuje kukosana. Kila mmoja atatushangaa, tutaonekana sisi watu wa aina gani. Na ukiangalia shutuma nizonipa, mimi sikuzitenda hata kidogo. Cha kushangaza hata mke wake naye ananishutumu. Tatizo sio dogo, tatizo ni kubwa sana. Mpaka mmefikia huko. Unajua wewe na Ovyo ni marafiki wazuri sana. Hakuna mtu asiyewajua tangu mlipoanza urafiki wenu mpaka leo hii. Lakini kama mmefikia maneno kama hayo, basi mtakuwa mahasimu wakubwa na uadui wake unakuwa sio wa kawaida. Mimi labda nikuulize kitu kimoja. Tuzungumze ukweli. Mimi ndo mkubwa sana. Hayo maneno ya Ovyo anakuambia kwamba wewe ndo umeenda kumwambia mkewe, nataka uniambie mimi kiume hapa. Umekuja kwangu unataka msaada. Sawa. Unajua kuna wakati mwingine mwizi anaweza kaiba kitu, alafu ikatokea kwamba nani kaiba yeye akapata roho ya kurudisha. Lakini sasa naona nikirudisha tayari too late. Shachelewa. Inabidi baki nacho. Sasa kama kuna roho hiyo, naomba uicontrol, niambie mimi ukweli. Niambie ukweli, hujamfuata kweli mke wake nani Ovyo kumwambia maneno? Brother, ukweli ulivyo, mimi sijawahi kumwambia hata siku moja. Leo nashangaa mkewe Ovyo kwanza anakuja ananishutumu mimi. Wewe unafahamu
habari za mume wangu, ametoka amekwenda kwa Kimada, muda siku 3, mimi simpati huko. Unalifahamu jambo hilo, unalivumilia, unalisagasaga tu, unaona mambo yanakwenda fresh kabisa. Mimi nikashangaa sana. Wewe hizi habari kazipata wapi? Na siri hii tulikuwa mimi na Ovyo, Bagaili na wale Vimada. Sasa ni nani mwingine aliyotoka kwa kwenda mpaka kwa mkewe Ovyo kulifahamu hili? Hapo blaza, hata mimi bado nafikiria sana. Kesi sio ndogo. Mahakama ya mwanzo wameshindwa, imeenda mahakama kuu. Sasa hivi ipo katika ngazi nyingine kabisa. Labda mimi niseme kitu kimoja, kwa sababu umekuja kuongea na mimi. Sawa? Ndio. Nipe nafasi nikazungumze na Ovyo. Halafu nitakutafuta tena. Niangalie kwa upande wake anazungumza nini, nichukue na ya kwako nialinganishe. Halafu kama kuna uwezekano nitawaita tena wote wawili, tuweze kulieka sawa kiume. Hilo ndio jambo ambalo nilihitaji mimi blaza wangu. Tulifahamu hilo, tulimalize, tukisha kulimaliza basi amekwisha. Lakini mimi sina kingine ambacho nichoenda kwa mkewe Ovyo kuenda kumwambia hili au lile. Wewe usijali ndugu yangu, nakwambia hivi, mimi mpaka nachaguliwa kuwa msemaji wa familia wamegundua haya kiu yangu ni kubwa. Sijui umeelewa? Kwamba kuna tatizo hili, lazima nilitatue kwa sababu tayari pia na convincing power ya kuongea na mtu na kanielewa. Kwa nitaongea na Ovyo, alafu nitarudi kwako. Niachie mimi hilo jambo. Alafu wewe relax, tulia. Usiende kumwambia mtu mwingine yoyote, sawa bwana? Sawa. Vipi? Ugali unakula? Ugali na bamia au tembele? Wenzako alipiga supu ya pweza. Waulize, maana tulivyofika tu kwanza piga samaki, kutoka hapo pigo ya pweza. Piga muogo, kutoka hapo piga pweza. Wow. Basi moja anasema mtu, "Bosi, sitaki." Hii mambo yenu na Ovyo hii ni kubwa sana hii. Bwana. Salimia nyumbani. Haya. Yaani kwa hili siwezi kukuelewa hata siku moja. Siwezi kukuelewa. Yaani sikuelewi. Hapana mke wangu, sio kama hivyo. Sio hivyo mke wangu, mambo yanazungumzika kabisa haya mke wangu. Unazungumza na nani? Mke wangu, mambo yanazungumzika kabisa. Mbona unataka kuyafanya mambo ya makubwa mke wangu lakini? Ovyo. Kwa ulichonifanyia inatosha. Inatosha. Hapana. Mimi nilikwenda kwa bwana Mandondo. Naomba uniamini ninachokuambia. Kwa nini hasotaki kunisikiliza? Mke wangu, mimi bado nakupenda. Tena nakupenda haswa mimi mke wangu nakupenda. Unampenda nani? Wewe kunipenda mimi? Ungekuwa unanipenda usingetafutia wanawake wa nje. Ungeendelea kubaki na mimi. Sitaki mapenzi ya kinafiki. Unanipenda kati na wanawake wengine nje huko? Unaniambia mimi unanipenda? Hapana mke wangu, sio kweli. Mimi nilikuwa kwa bwana Mandondo mke wangu. Hebu niamini mimi mke wangu. Sikia nikwambie. Hapa sitaki kusikia habari za kwa Mandondo. Kwa sababu nina uhakika 100% kwamba haukuwa kwa Mandondo, ulikuwa kwa wanawake zako. Ninalijua hilo. Sio kweli. Afu sitoshe, haya masuala madogo tu ambayo tunaweza tukaongea naye akaisha. Kwa nini ufikie huko? Kwa nini ufikie huko mke wangu? Wewe. Sikia sasa nikwambie. Unajua kabisa nyumba kama tumeijenga, iki kiwanja ni cha kwangu mimi. Si ndio? Ndio. Ina maana kwamba mimi hapa nina nusu yangu na wewe una nusu yako. Si ndivyo? Hivyo basi. Naomba hii nyumba iuzwe. Mke wangu, iuzwe tena nyumba? Ya nini mke wangu, yote tutokee huko? Hiki kaugomvi kadogo tu mke wangu tufikie huko mke wangu? Isitokee hivyo bwana. Tusifanye hivyo. Naomba tukae tuelewane, tusikilizane. Mimi ndio mumeo. Usipomsikiliza mimi utamsikiliza nani? Naomba unisikilize mie. Na jambo letu la ndani tusikubali kulitoa nje. Tukawaita watu nje waje kutusuluhisha sie. Na katili jambo mimi nikizana liona dogo kabisa ambao tunaweza tukakaa, tukaliongea na likaisha, tukaangalia mipango mingine. Kwa nini uwe hivyo lakini? Hayo ni madogo kwako, lakini kwangu mimi ni makubwa. Unanielewa? Hilo la kwanza. La pili, naomba talaka yangu. Talaka tena? Mke wangu. Wapi mbona unatotoa huko? Kwa jambo gani hasa mke wangu mpaka fikie hivyo? Mimi naomba tukae tuyamalize. Tuondoe tofauti zetu. Huyo ni ibilisi tu ametupitia hapa. Tusimwendekeze ibilisi tukampa kichwa akatutafutia sababu sie. Hakuna jambo la kufikia huko. Talaka tena mke wangu, inakujaje hapa talaka? Kwa nini utaki kunisikiliza mie mumeo mke wangu? Usiposikiliza mie mumeo mke wangu, utamsikiliza nani? Mie ndio mumeo mke wangu. Please mke wangu, naomba nisikilize mie mke wangu. Nimekwambiaje? Nataka talaka yangu.
Mke wangu. Nataka talaka yangu. Narudia tena, nataka talaka yangu. Shem, na mpenzi wangu bwana. Vipi mmeniita? Leo naona hamniambii mnalikusudia, naona mnajishebedua tu, mnajimumuzua. Nini tatizo? Hivi shemeji yangu, Ndio mimi shemeji yako. Kwa ukwe na kuheshimu sana. na kusamini na kusikiliza, kumbe ni mbembea hivi. Kumbe mnafiki sana. Yaani shemeji, maneno haya kwanza yameanzia wapi? Tokea lini mpaka mimi nikawa mbea juu ya upande wako? We ni mnafiki. Hivi tumekaa mimi, wewe, watu wanne. Kilichokufanya utoke pale kuongea maneno umeenda kwa mke wa ovyo ili uweje? Nini? Nini hujui au? Hujui unashangaa kipi kigeni kwako unachoshangaa wewe? Shemeji, yani unakusudia kabisa kuniambia maneno hayo kwamba mimi nimetoka mguu mosi mguu pili mpaka kwa mkewe ovyo, kumwambia nini ili iwe nini? Yaani mbea siku zote hazikubali kama yeye ni mbea. Yaani hata ufanani. Yaani wewe ni mnafiki, ndio kuangalia chini mpaka juu, wala hata sikumalizi. Shemeji, sikiliza. Mimi sitoweza kumvunjia ovyo hadhi yake nitoke nikamwambia kuhusu mambo yako wewe. Mambo yake ya ovyo mtajua na wewe na ovyo kivyenu. Mimi wala sina mpango eti nitoke nikamwambie kule. Ili nipate nini? Mimi ratiba hizo sina kabisa. Habari ya ovyo na wewe na mkewe itakuwa kivyao. Na mimi sina ratiba ya kusema kuzungumza. Mtu akilisaka atalipata mwenyewe. Nisikilize shemeji yangu. Hicho kielele chako, hicho kisebengenwe chako kilichokutoa pale wewe na kwenda kwa mke wa ovyo kumwelezea mimi nimeenda naye kulala naye siku 3. Wewe inakuhusu nini? Tafadhali shemeji, heshima ichukue mkondo wake. Maana naona sasa hivi unavuka mipaka. Umeona? Mimi hapa sishindi kufanya chochote, lakini heshima ichukue nini? Mkondo wake. Mkondo wa maji, mkondo wa nini huo? Kwa hiyo zungumza maneno ambayo yalikuwa kwenye mstari. Usitake kunitukana, usitake kuchukua vigezo zaidi kusema hivi na vile. Kama mmechokana, kimpango wenu. Mlipotafutana, kimpango wenu. Kwa hiyo sasa hivi kama mmechokana, mwambie nimekuchoka. Basi shemeji yangu, siku nyingine ujifunze, uachage umbea, uachage unafiki. Unafiki sio mzuri hata siku moja. Wewe unafiki unakusaidia nini? Kwa hiyo wewe kwenda kwa mke wake kumwambia labda mimi umefaidika na nini au mimi nimepungua wapi? Mimi niko vile vile. Aswa. Sawa. Na mimi nilivyoona yule amekuchoka kwa sababu kule mwenzio anapata vitu vizuri. Sio kama wewe. Kule mwanamke amenenepa, mwanamke heshima ya nyumba kuwa na choo kipo wakati wote, kina flash kila kitu. Sasa kama mmechokana au amekuchoka, nenda mama kimbambau mwiko wa pilau kashakuwa hana haja nao. Wewe mzee, sikiliza kwanza nikwambie. Mtu mzima kuna kipande hapa. Naongea sana. Sasa hivi sikiliza, imekwisha, imebakia tekeleza. Nisikilize. Kama mbwai na iwe mbwai. Mbwai ndo nini? Utaijua hiyo. Sasa nakwambiaje? Huo utuzimako ovyo, utuzimako kisheta ambao unautumia vibaya. Mimi na wewe kwanza leo basi. Ana, fahamu kana kwamba uzee wangu ndio ambao unakusababisha wewe usogee kwangu. Wangu niona mzee toka siku hizo Mungu nikubali. Basi kama nilisogea kwako kwa sababu matendo yako sasa yamebadilika. Basi kama umebadilika nini naombea? Wewe ndio kumfuata mke wako kwenda kumwambia mambo ya kimbea. Inakuhusu baba. Tulikuwa watu hawa 4 shoga yangu. Na mimi na wewe siwezi nikamfuata mke wa ovyo nikamwambia siwe hivi maneno kimepanda kimeshuka kwa sababu sina habari za kimbea. Lakini wewe mzee ambao hujui kutumia uzi wako vizuri, unatumia uzi wako kama kijana. Wewe mzee, hebu tuondoke. Yakiwa umebadilika na mimi vile nitakuwa nimebadilika. Sitakuwa na haja na wewe. Sikiliza wewe mzee kijana. Sikiliza, imekwisha, lobakia tekeleza. Mzee kijana, nisikilize. Kwa taarifa yako sasa. Mimi na ovyo hatuwezi kuachana hata siku hiyo. Hata siku moja. Kabisa. Kaya sambaze, kaya zungushe, kaya safishe. Lakini ovyo hapa ndo amefika. Upo. Hebu nendeni huko. Cheki hizo ndala, si umeazimia wapi? Suruali pana kasketi ya solo. Hivi nyinyi, hebu kwanza kichafu nini? Ningekuwa wazuri, ungechukua matagaga ungeweka juu. Huo sio uzuri babu. Uzuri wa kuzaliwa nao, lakini sio uzuri huo. Mwanamke mzima unatembea na vijola.
Unataka kutembea na nani? Mtembee uchi. Wewe unajui mapigo ya kisasa? Nendeni huko. Twende wapi? Upajui. Twende wapi? Wenyewe mmekaa na vidole vyenu na mikaniko unasema mmetoka msibani, minywele nyeusi utasema jini mahaba. Ndio unazipendea siku shika baby, kumbe mbea. Mzee mzima una tamaa. Unataka kuangalia show? Babu wetu achie. Nenda huko. Show gani hiyo? Show mbao kama kwa pilau. Shemela! Shemela eh! Oh! Vipi shemu unaumwa? Hapana shemu, karibu. Oh, shemeji. Kwema. Kwema, karibu. Safi, mambo anasemaje? Salama. Karibu. Kuna habari gani shemeji? Hapa mna habari zozote? Sema shemeji, siku hizo umenisusa unipende wala nini? Hamna shemeji yangu, sio kama sikupendi. Mambo yamekuwa mengi shemeji yangu, hali imekuwa ngumu. Asubuhi ukishika hili aliendi, ukishika hili aliendi, basi mambo yanakuwa tafurani. Vipi bwana Bakari nimemkuta? Bwana Beka ametoka. Sasa shemeji, unajua wewe shemeji yangu. Shemeji yangu wa siku nyingi sana. Tumezoeana, tunapendana, tunaheshimiana, tunajaliana. Kwa sasa shemeji, mimi kilichonileta hususan na mwenendo wa bwana Beka. Beka sasa hivi amebadilisha mwenendo wake. Simuelewi kabisa bwana Beka. Kiukweli shemeji yangu, kiukweli. Beka sasa hivi amepata udongo wa pembeni, au tunasema ana mwanamke. Kwa hiyo sasa shemeji yangu, mimi nimekuja hapa, yale mambo anayofanya Beka mimi yanankera. Tena yanankera. Nishasema naye mpaka yamenishinda. Nimeona sasa nije nikufikishie wewe, labda wewe mkewe ukisema naye anaweza akakuelewa. Ngoja kwa shemeji. Unajua mimi nishazoea leo tunataniana, sisi tunafanya, lakini huo ni utani. Sio kweli. Niambia unanitania shemeji. Shemeji, mimi hivi nishaye kuja kukutania utani kama huo? Wewe shemeji yangu sasa nitoke mguu mosi nje kukutania utani kama huo? Shemeji, mimi nakwambia ukweli. Sina cha utani ninachokuambia. Beka ana mwanamke kijiji cha pili kutoka hapa. Kwa sasa mimi nilichokuja kukwambia shemeji yangu, ukae na mumeo useme naye. Ukae na mumeo umwambie anayoyafanya mimi ananiuzi. Akikutendea baya wewe ndio kama ananitendea mimi shemeji yangu. Shemeji, mimi mume wangu Bakari namjua vizuri. Vitu kama hivi kufanya, wewe labda utakuwa unanitania. Shemeji unanitania bwana. Bakari unafanya vitu kama hivi, mimi namfahamu mume wangu. Na kwa kukuthibitishia shemeji yangu, shemeji bwana, uongo shemeji. Shemeji mimi mume wangu vitu kama hivi hawezi kufanya shemeji. Unaniongopea bwana shemu. Unaniongopea jamani. Mimi huyu mimi mume wangu hawezi fanya vitu kama hivi. Mume wangu ananipenda na unajua shemeji. Namba ndio hiyo. Piga namba hiyo. Na akija mumeo mwambie huyo mtu anamjua. Huyo ana kwake yeye sio mgeni, na akikataa niambie mie, tutakwenda mguu wako, mguu wangu, mguu wake, mguu wetu. Pua kwa pua, meno kwa meno, jicho kwa jicho, hadi kwa kinaana kama yeye atakubishia mumeo. Najua wewe Beka unamjua, lakini na mimi namfahamu A to Z. Alipo Beka nipo, nilipo mie yupo Beka. Wewe Beka unakutana naye usiku tu labda akiru, lakini mie Beka kuanzia asubuhi mpaka jua linazama tupo wote. Kwa kile analifanya Beka mimi nalijua. Kwa hiyo shemeji yangu, nikwambie hapa mjini, ukizubaa unaatashei shemeji yangu. Kwa heri.
Sikiza shemeji, huna cha kuniambia. Wewe kuniongopea mimi? Unajua fika ishi moja na rafiki yako. Kama kuniongopea ushaniongopea vya kutosha. Unaniambia mume wangu yupo kwa Mandondo. Na wakati naoki kabisa kama mume wangu yupo na mwanamke. Wamejifungia ndani na mwanamke. Shemeji, we ni mnafiki. We ni mnafiki, tena mnafiki wa kupindukia. Mwanaume sio kuwa na haya wewe. Haki ya Mungu. Yaani nimeamini. Fadhila zote nilizokufanyia mimi kama shemeji yako. Kweli? Fadhila mfadhili mbuzi, binadamu atakuuzi. Shemeji, naomba unisikilize na mimi. Hii swala la mume wako bwana Ovyo, mimi nilivyolifahamu amekwenda kwa rafiki yake Mandondo, lakini kwa kuniambia eti ana mwanamke sehemu nyingine, alafu mimi nimechukua uovu wake ni ufiche bila kuja kukuambia wewe shemeji yangu, hilo swala litakuwa ni gumu sana. Kwa sababu wewe shemeji yangu nakupenda. Tokea zamani, tokea ambapo alipokwenda kuoa tulishirikiana kwa nguvu. Ili jambo kama nalijua na kwa analijua yeye, kwa nini shemeji ambaye unaweza kunibebesha mzigo mimi ambao siwezi hata kuutua? Tena hapo hapo unaponiambia mimi unanipenda. Unanipenda kwa lipi? Unanipenda kwa kipi? Kama kweli ungekuwa unanipenda mimi shemeji yako, si ungeniibia siri? Si ungekuja kuniambia? Shemeji, mumeo na mwanamke mwingine, si ungeniambia? Ulishindwa nini? Wewe ni mnafiki. Hamna cha upendo, hamna cha nini. Ha! Haki ya Mungu. Sasa nakwambiaje? Mwambie rafiki yako anipe talaka yangu. Narudia tena. Mwambie rafiki yako anipe talaka yangu. Beka! Toka nyumbani kwangu. Pumbavu mkubwa. Mpambanifu we. Mweshe mtu wa madifu. Toka kwangu. Wewe, nataka talaka yangu. Mke wangu, hii namba mimi sitambui na wala uiwana mimi simjui. Haumjui. Sikia ngambie kitu mume wangu. Yeah. Sawa? Ovyo ni rafiki yako. Umenielewa? Sasa kama Ovyo ana akili timamu na ni mwenda azimu, basi na wewe pia ni mwenda azimu. Umenielewa? Sasa hebu niambie leo. Ovyo mwenda azimu au ana akili timamu? Kama jibu ni ndio, basi na wewe pia ni mwenda azimu. Alafu sikia ngambie kitu mume wangu, sawa? Shemeji yangu Ovyo ananipenda sana. Ananipenda sana. Sawa? Na ndio maana amekaa ameumia akanifanya kuniambia ukweli. Umenielewa vizuri? Sasa naomba uniambie ukweli. Huyo Ana ni nani? Mke wangu, siku zote ya kuambiwa changanya na za kwako. Haiwezekani Ovyo atoke kule aje kukupa mambo ambayo yasioeleweka. Nisikie nikwambie kitu, sawa? Sina muda wa kukusikiza neno lolote. Sina muda wa kusikiza lolote kutoka kwako. Umenielewa? Ninachotaka sasa hivi kujua ni kitu kimoja. Au nipendi na ni msaliti kwangu. Pia nataka talaka yangu. Mke wangu usifikie huko. Kwa nini haya mambo madogo tu? Ovyo pengine msaliti tu. Ovyo anataka kutubomoa sie. Nataka talaka yangu. Hilo si kweli. Ovyo. Kumbuka mimi ni rafiki yako. Sio adui yako. Hatua unafikia rafiki yangu ni mbaya sana. Umefikia kudiriki kuchukua jina la mpenzi wangu kupeleka kwa mke wangu. Ili iwe nini? Na makosa gani juu yako? Nini unanifanyia? Kumbuka mimi mke wangu nampenda sana. Paka sasa hivi ndoa yangu mbele mashakani. Juu ya upande wako. Kumbuka kwamba mimi nawe tumekula viapo. Ni rafiki wa damu. Hakuna mtu wote kuweza kusaliti mambo mengine. Lakini rafiki yangu umechukua hatua kama hiyo, hatua mbaya sana. Sasa basi, fanya mpango inusuru ndoa yangu. Faraja mwanamume ni mkewe bwana. Mimi mke sasa hivi hatuelewani. Shagari begere. Mimi nikiingia yeye anatoka. Mimi nikitoka yeye anaingia ndani. Imefikia hatua kama hiyo. Sasa basi rafiki yangu, fanya mpango kainusuru ndoa yangu. Nipate furaha na mimi na mke wangu. Zaidi hapo hali itakuwa mbaya. Ovyo! Niachie! Mpumbavu mkubwa wewe.
Unajua malipo ya msaliti? Hata kwenye jeshi, mwanajeshi akisaliti jeshi ni sawasawa na adui kama adui mwingine, malipo yake ni kifo. Sasa nisikize nikwambie kitu, mimi na wewe nitafute baadaye. Ovyo! Ovyo! Shoga yangu, kwa hakika dhambi ya usaliti na tafuna ume zetu. Unajua uwezi amini, tangu niingie ndani ya ndoa yangu sijawahi kufikiria kumsaliti mume wangu, lakini kwa mambo ambayo ninayaona na hivyo ulivyonieleza wewe, na uhakika 100% mume wangu ananisaliti na vile vile mumeo anakusaliti wewe. Sikia nikwambie kitu shoga yangu, kwa jinsi ulivyo wewe ndivyo na mimi nipo hivyo hivyo. Yaani tangu nimeingia ndani ya ndoa yangu sijawahi kumsaliti mume wangu, lakini nikimwangalia mume wangu kwa jinsi alivyo mpole, mkarimu, mnyenyekevu, hafanani kabisa na mambo anayofanya, na kwa jinsi nilivyochukia, yani mpaka nimejikuta na ile hamu ya kuua. Mimi kuna maamuzi tayari ambayo nishachukua. Maamuzi? Ndio. Maamuzi gani? Nishadai talaka yangu. Aswa? Hata mimi tayari nimeshadai talaka yangu. Aluta. Continue. Naam, bibi, safi kwema. Mbona kama unakuja unaongea peke yako kama mtu fulani ana frustration hivi kichwani? Ni nini? Yaani brother wala hujakosea kabisa. Yaani mpaka sasa hivi sielewi kiasi ambacho tulichofikia na bwana Ovyo. Imefikia hatua kwamba yeye apite juu mimi nipite chini. Iboni. Amechukua hatua kubwa sana. Kikubwa zaidi amechukua namba za mpenzi wangu pamoja na jina kumfikishia mke wangu. Iboni. Yaani mpaka sasa hivi mimi na mke wangu hatuelewani. Iboni. Yaani hadi sasa hivi mke wangu anadai talaka aondoke. Na yeye mke wake vile vile anadai talaka aondoke. Iboni. Iboni. Unajua bwana? Naam. Hivi vitu mnavifanya hivi vya kitoto sana. Huu ni ujinga huu. Yaani nyinyi watu wawili mnashindwa kukaa chini mkaelewana, mnagombana. Sasa mke wako anataka talaka, yule mke wake anataka talaka kwa ajili ya ujinga wenu. Nyinyi marafiki wakubwa mnashinda mkakaa mkazungumza mambo yakaisha. Mbona mnapenda kusumbua watu nafsi bwana? Wewe mtoto wa kiume mkubwa, yule mkubwa, kila mtu anajua na upeo wake wa akili mkubwa wa kufikiri kwamba hili baya hili zuri. Sasa inakuwaje mnafikia huko bwana? Mimi namtafuta huyo Ovyo leo na nitahakikisha ile swala naliweka sawa. Sawa? Fanya muhimu brother. Wewe usijali, niachie mimi. Iboni. Yangu. Mimi nakuheshimu. Tena nakuheshimu sana sana tena zaidi ya sana. Sitaki kusikia jambo lolote linalohusiana na Bakari. Wewe mwanaume mwenzangu, lazima mimi nikwambie ukweli. Ni kweli usiku mimi nilikuwa kweli kwa mwanamke. Mimi siwezi kukuficha wewe. Lakini sasa ninachoshangaa mimi, kitu gani Beka kilichomtoa atoke ende akamwambie mke wangu na yule mtoto wa kiume? Mtoto wa kiume hawezi kuwa na homoni za kike. Hizo ni homoni za kike zilizofanya yeye. Kwa hiyo mimi ninachokisema, madamu yeye amenisababisha mimi na 100% kuachana na mke wangu, basi nilichokiamua mimi na yeye lazima mke wake afanyeje? Amkose. Kama mbwai na yeye mbwai. Yeye kamwaga mboga, mimi namwaga ugali. Bwana. Bwana. Mdogo wangu, cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kupunguza jazba.
Alafu kila jambo linapozidi kuendelea, unapotaka kuamua maamuzi yako, think twice. Usikurupuke. Mwanaume ameumbwa anakaba na kolomelo ili kwa ajili ya kupokea kila jambo linalokuja mbele yake. Sasa wewe unataka kuchukulia mambo yako juu tu. Zinagombana nchi, ndugu yangu. Lakini zinawekwa chini, zinasuluhishwa. Kuna suluhu. Nyinyi wanaume marafiki wa siku nyingi ni kitu kimoja. Leo mnagombana kwa sababu ya vitu kwa pumbavu wenu. Nimeongea na Beka, anaongea vitu vyake, naongea na wewe, unaongea vitu vyako. Sasa mimi nasemaje? Nataka nikae na wewe na Beka meza moja, tuzungumze hili swala, tulimalize. Usinipinge. Sawa? Kwa heshima yako. Sawa. Endelea na shughuli zako. Mama kurudi nyumbani. Ndoa yangu imenishinda. Mjomba, ninavyoongea basi hizi ndoa yangu imeshakuwa ngumu. Na hivi ninavyoongea shade talaka yangu. Hapana! Usiniambie ujinga huo. Khabith la amali. Khayun. Wewe vipi wewe? Unapataje ujasiri wa kutokoko kuja kuzungumza na mjomba wako nataka kurudi nyumbani? Ndoa ni kitu kizito. Ndoa ni ndoano. Ndoa ina changamoto nyingi. Wewe kidogo tu ugombane na mumeo utake kurudi nyumbani. Yaani kama umeenda kununua kisheti, ukitaki unarudi kwa muuza duka, nataka karanga, unabadilishiwa upumbavu. Tatizo mjomba wewe hujui. Unamfahamu Ovyo? Ovyo kaja nyumbani kwangu. Ameeleza uchafu wote anaofanya rafiki yake Beka. Na ninavyokuambia kaja na namba ya jina la mwanamke. Kwamba ni mwanamke wake wa nje. Sasa hayo si maneno ya kuambiwa hayo. Alafu lazima utumie akili. Kama mwanamke mwenye akili, Ovyo na Beka ni marafiki wa muda mrefu. Haiwezekani tu Ovyo atoke anapotoka kurupuke kama chafya aje nyumbani kwako kuja kukupa barua na namba ya simu ya mwanamke mwingine. Kuna kitu hapo mwanangu kimejificha. Usiwe mpumbavu, usikubali kuvunja ndoa yako kwa mikono yako. Kuna mawili, labda tuseme Ovyo anakutaka, tutajuaje? Wewe vipi bwana unashindwa kutumia akili, unakuwa kama msongo, umefundwa, umewekwa ndani, mwali, una akili timamu, umetoka katika familia yenye maadili mema. Bwana, nasema kama mjomba wako. Hilo jambo siko radhi nalo. Tutakaa chini kama family, tutalipangilia vizuri. Usinilete ujinga wako ng'ombe wewe. Unaniambia ujinga hapa. Wewe vipi bwana? Usinilete mambo ya yesterday bwana. Mimi ni mama yako. Usinilete yesterday ujana. Mimi ni kama mama, ni mama yako. Maluni mkubwa wewe. Kabisa lamal, rudi kwa mume wako. Mjomba, sasa kama mjomba ndo mjomba ni mama, sasa mbona nateseka peke yangu? Sitaki kujua bwana, nitaingia ndani nitatoka na mafuta kula nitakukaanga kama kisheti. Nimemaliza. Usiniambie ujinga. Lakini mjomba, wewe nakutokea na rungu. Kwa hiyo nataka nende kwa mmeo kukusaidia kubandika maji ya moto. Unamtukana? Ese unamtukana wewe? Unataka tukate sekunde kwa mmeo wako? Nikusaidie kukanda chapati, unamtukana? Wewe, bwana hebu subiri. Unatoka wapi mke wangu? Wewe kama nani unaweza kutoka wapi? Mke wangu wewe si ndo mumeo? No. Unajua maana ya mume wewe? Unajua thamani ya mume? Wewe ni mume au msaliti? Tena wewe ni jibwa koko. Jibwa koko sio mheshimu mfugaji wake. Jibwa tena mke wangu? Ndio, ujione ulivyo. Tena nisikilize. Kuanzia leo ukiniona nimetoka nimeenda kulala nje ya hii nyumba, nikatoka nje ya hiki kijiji, nikaongozana na mwanaume yote kwenye hiki kijiji, sitaki uniulize. Unanielewa? Lakini mke wangu. Hivyo basi siku unaongea sana. Au umekuwa mwimba taarabu mwenzangu? Maana wanaume wao haongei kama wewe. Au basi siku mwenzangu umeweza kuimba taarabu tena nikununulie dela, upande sajini ukanengemue. Mke wangu. Dela tena? Ndio. Tena wewe. Sikia nikwambie. Achana na mimi. Mke wangu. Wewe. Nimekwambia achana na mimi. Ama kweli. Kama ni chuma sasa kishapata moto. Na huu ni mwaka wangu.
Bwana, asalamu alaykum. Waalaikum salaam bwana. Vipi bwana? Ah, safi safi. Kwanza nashukuru sana kukutana na wewe. Kwa sababu huu mguu nilikuwa natoka hapa naenda kwa Ovyo kwenda kuzungumza naye na mkewe. Inavyosemekana yeye pamoja na Beka wapo katika ugomvi mkubwa sana. Inafikia hatua sasa hivi ile ndoa zao zinaingia katika matatizo, wataachana na wake zao. Sasa nikasema bora nilivyokuona wewe kama mkuu mwenzangu, tuungane tuangalie ili jambo tunaliweka sawa kivipi. Ni kweli, kwa sababu hayo maswala mimi mwenyewe nimekuwa nikiasikia juu juu, yalianza kama mzaha, vitu vya udoho, udafi, lakini imekwenda imefikia hatua jambo limekuwa kubwa, limeingia katika maswala ya kifamilia. Tusipolipigania hili litakuja kuleta madhara makubwa, alafu tutachekwa sisi. Sawa sawa. Mimi nasemaje? Kwa sababu wewe pia na kwako ni hilo hilo, mimi naona kwamba haina haja ya mimi kumfuata bwana Ovyo kuongea pamoja na mke wake kuweka sawa. Wewe kumfuata Beka pamoja na mke wake kuzungumza nao. Kwa hiyo kikubwa tufanye fruit mchanganyiko wote wa pamoja exclusive, tuweke sawa. Tumchukue bwana Beka na mke wake na bwana Ovyo na mke wake, tukae nao pamoja, alafu tuwaweke kitimoto. La haula, kitimoto? Na imani yangu na kitimoto? Si kikao sio kitimoto hicho anachosema yeye paachia. Kitimoto. Kikao cha moto. Tunawazungumzia maneno ya busara. Usiniambia kitimoto bwana, unaniambiaje kitimoto? Mimi namwambia kitimoto wapi na wapi bwana? Bwana, huyu mambo na sio mwelewa huyu. Tunaenda kwa maneno ya busara. Maneno ya busara na kitimoto cha nini sasa? Tunakaa nao, tunazungumza nao chini. Wewe unatoa maneno yako na mimi natoa maneno yangu bwana. Kwani tusije kuelewana kila siku? Sasa tuchukue moto tukae katika moto kwa ajili ya mambo yao tuungue. Tunakaa nao, tunawaambia maneno ya busara, tunawanyoosha katika mstari. Sasa ndio useme maneno ya busara, unaanza kuniambia kitimoto. Mimi namwambia kitimoto wapi na wapi bwana? Sasa wewe mbona sio muelewa lakini? Wewe ndio ushanielewa tayari? Hapo nimekuelewa. Sasa kama umenielewa tulia basi. Basi fuatilia maisha yako. Bwana, wewe vipi bwana? Wewe bwana vipi bwana? Wewe vipi bwana? Wewe ndio vipi bwana? Saa ngapi sasa? Leo au? Tukubaliane. Leo. Muda wote tu. Basi sawa, weka zungumza na mtu wako. Yaani hapa wewe cha kukifanya mimi ngoja niende kule, tunakutania wapi? Tutaambizana. Mimi nilikuwa nina wazo kidogo. Ndio. Kwa nini ile jambo tusilipiliki katika uwanja? Tuchukue na muziki kama tunaonyesha zile filamu za Angels zile tu. Tuweke na muziki pale pamoja na maspika, tunawasemea live, kila mtu anaelewa. Bwana, ni hivi. Wale matatizo yao ni ya kimahusiano. Matatizo ya kimahusiano labda hapa tuwachukue, tuwapeleke katika hoteli, kama sio hoteli ni lodge nzuri au guest. Tunawasuluhisha vizuri. Baada ya masuluhisho na kila kitu, kila mtu anaondoka na mke wake. Mimi naondoka na wewe. Acha ufala. Bwana. Acha ujinga wako. Bye bwana. Unaondokaje na mimi sasa? Sisi wawili mbele yenu hapa ni wakubwa kupita nyinyi. Tumeacha shughuli zetu kwa ajili ya kutatua huu mlolongo. Bwana Beka huko hapa, bwana Ovyo huko hapa, lakini katikati yenu kuna mtu anaitwa Mandondo. Huyu Mandondo amekuwa akitajwa sana kuhusiana na mgogoro wenu. Bwana Ovyo unamshutumu Beka amekwenda kuzungumza kuhusiana na kimada chako. Na kwa hasira zaidi, wewe ukatoka ukaenda kwa bwana Beka tena ukazungumza kwa mkewe kuhusiana na kimada chake. Kwa hiyo ukatengeneza shoti ambayo hii shoti kama ikilipuka inaleta extremative kubwa ambayo everybody part of your family half they are dead. Sasa ili tuweze kutatua huu mgogoro, huyu Mandondo ndo ambaye alikuwa mnamtaja sana. Kwa hiyo Mandondo tuko naye hapa, na wewe bwana Beka ulikuwa umesema umetoka hapa umeenda kwa Mandondo kwa ajili ya visiting, na baadaye ukirudi utarudi na gifting for your wife. Sasa Mandondo yuko hapa, tuelezee bwana mkubwa huko kwako alivyokuja na how tatizo limetokea. Ndugu zangu, mimi nataka kusema ukweli. Na siku zote msema ukweli mpenzi wa Mungu. Huyu ndugu nyumbani kwangu hakuweza kufika. Bwana. Na siku ambayo aliondoka kutoka kijijini hapa, nimesikia mimi niliingia kijijini hapa. Shemeji.
Kwema? Kwema, karibu. Asante, maendeleo vipi? Safi. Naona unachochea shemeji, nimekuta wakati mzuri wa chai sasa. Naandaa. Nimemkuta mheshimiwa? Mbona katoka hapa dakika 20-30 zilizopita? Maana nilipita hapa nikafikia nitamkuta. Niko hapa kijijini, nimekuja leo, niko takriban siku 3. Ana kikubwa hapa nimekuja hapa kwa sababu mzee wangu anaumwa sana. Nikasema ngoja nipite kwa ndugu yangu pale nimpe taarifa ili naye ajue kama mzee wangu anaumwa. Nimekuja hapa kijijini kumsaidia mzee wangu. Kwa sababu babangu anategemea mimi na mimi ndio namtegemea babangu. Kwani nikasema siwezi kumwacha babangu ateseke wakati mimi nipo. Nikasema ngoja niende nikamsaidie mzee wangu. Na atakapokuwa amekuja tutampa taarifa kwamba nimekuja hapa pamoja na nani na Beka. Waambie kwamba nawatafuta sana. Umesema utakuwa hapa kijijini ndani ya siku 3? Nitakuwepo ndani ya siku 3 hapa, niko hapa. Shemeji. Naam. Mbona kuna kitu sikielewelewi hapa? Kitu gani tena shemeji? Basi sawa. Basi mimi nashukuru na utakia mchana mwema. Na wewe pia. Ila mgonjwa ugue pole. Nashukuru sana na imani Mwenyezi Mungu atamtia wepesi atapona. Sawa. Nashukuru sana. Basi baadaye. Mandondo kamfuata babake hapa kijijini mgonjwa. Mume wangu mimi kasema namfuata Mandondo. Mbona kuna vitu sivielewi hapa? Sijui. Bwana, siku ambayo niliondoka na yeye siku hiyo alirudi. Kwa hiyo kikubwa mimi hakunipanga. Hebu sikia bwana. Unajua hii kesi nimeisikiliza muda mrefu. Lakini kila ninavyoona kesi yenu imekaa katika mambo ya ujinga tu. Tumekaa hapa tunaanza kuambiana sijui kitu gani, sijui kafanyaje. Lakini mwisho wa siku hiyo kesi ni ya uzinifu. Na Mwenyezi Mungu ameshatukataza masuala ya uzinifu. Watu mmeoa, mna wake zenu, mnashindwa kutulia na wake zenu. Mnajipatana mambo mengine ya ujinga. Mnasema michepuko. Maana nini bwana? Bwana sikia bwana. Haya mambo mpaka hapo yalipofikia, nyendo mliyaharibu. Wanasema mwana kulitafuta mwana kulipata. Sasa mshalipata, mkae na wake zenu vizuri, msitusumbue bwana. Mkae na wake zenu muelewane, mtapatana nao vipi? Unaona huyu bwana uzinifu ulivyomjaa mpaka kachukua nguo ya ndani ya mkewe kaivaa juu. Ni nini kile? Si vinguo vya ndani vile. Kina miguu kwa pembeni kile. Akivaa kinatokea kinyuzi kimoja. Swimming cost. Mimi niseme hivi, wadogo zetu. Sawa? Nyinyi kudibananga. Pale mlipobomoa ndipo mwende mkapajenge. Swala la kuongea na wake zenu ni nyinyi wenyewe. Ukweli wote ushajulikana. Sisi tena hatuna la kuongea. We have enough to say and goodbye. Msilete yesterday mambo ya ujana tu. Kwema kumekucha. Ndio, asante sana bwana. Asante ndugu yangu. Benchi utaki. Wapi benchi hilo? Oya, ondokeni basi wazee mpaka benchi hilo. Leteni benchi huko. Leteni niingie nalo. Oya. Sasa wewe sikia basi. Uko ndani kumechukua nini? Acha ulo basi na wewe bana. Basi mimi napika nini toka asubuhi? Njoo bana, kuna vitu ndani njoo. Una kiporo? Kuna mayai mawili na soda unapiga? Nataka tupashe kiporo moja. Ngoja nikwambie. Wewe njoo tupashe kiporo moja. Mayai mawili na soda moja unapiga?